Ndugu zangu katika Kristo, na wasalimu wote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Karibuni tuendelee kujifunza kwa pamoja kuhusu historia ya kanisa katika vipindi vyake mbalimbali. Katika sehemu ya 4 tutaangazia hatua 3 muhimu katika uandishi wa Injili. Tufahamu ya kwamba Yesu hakuandika kumbukumbu zozote kuhusiana na maisha yake, wala hakuna ushahidi kwamba aliwaambia mitume wake waandike kuhusu maisha yake na kazi alizotenda. Jambo la uhakika ni kwamba aliwatuma wanafunzi wake wakawafanya watu wote kwa wanafunzi wake. Hili tunalisoma kutoka katika Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura 28 aya ya 16 mpaka 20. Je, ilikuwaje sasa habari na kazi za Yesu zikaweza kuandikwa? Kwa ajili ya uelewa mzuri wa namna Injili ilivyoweza kuandikwa, ni vyema tukajifunza kuhusu hatua 3 muhimu ambazo zilipitiwa katika kuandika Injili. Hatua hizo 3 ni kama zifuatavyo. Hatua ya kwanza ni mafundisho na kazi alizofanya Yesu. Hatua ya pili ni mafundisho ya Yesu na namna yalivyoelezwa na mitume. Hatua ya 3 ni maandishi halisi kutoka katika masimulizi ya mdomo na kuwekwa katika maandishi. Tuiangalie hatua ya kwanza ambayo ni kazi za Yesu. Akiwa na umri wa miaka 30, Yesu alianza kutenda kazi yake. Alitembea katika miji na vijiji akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Alitenda miujiza mingi ikiwemo kuwaponya wagonjwa, viwete, vipofu, kuondoa pepo wachafu na kuwafufua wafu. Kazi zake zilithibitisha juu ya kile alichofundisha kwamba ufalme wa Mungu umekuja. Aliambatana na mitume na wanafunzi wake. Watu wote, wanawake kwa wanaume, walimfuata. Kundi muhimu zaidi kati ya waliomfuata lilikuwa ni lile la mitume aliowachagua mwenyewe. Walishuhudia yote aliyotenda na kuyasikiliza yote aliyowafundisha. Katika kipindi cha hatua hiyo ilikuwa mnamo mwaka 30 hadi 33 baada ya Kristo. Hakuna yoyote yaliyokuwa yameandikwa kumuhusu Yesu. Hiki kilikuwa kipindi cha Yesu kutenda kazi yake na kushuhudiwa na mitume na wanafunzi wake. Tuangalia hatua ya pili katika kuandika Injili. Hatua hii inahusu kazi za mitume. Baada ya Yesu kusulubiwa na kufa kifo cha msalaba, siku ya 3 alifufuka kutoka wafu. Habari za kufufuka kwake na namna alivyowatokea mitume na wanafunzi wake kuliwafanya mitume kuanza kutangaza yote aliyotenda na kufundisha. Mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo vilipewa umuhimu mkubwa katika mafundisho ya mitume. Hivyo wakaanza kufuatilia habari zake zaidi toka alipozaliwa hadi kipindi cha mateso, kifo na ufufuko wake. Naomba ni mnukuu mwandishi Christian L. Mhagama katika kitabu chake cha Basic Bible Study. Anaeleza kuhusu namna mitume walivyofanya baada ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Quote, "The passion, death and the resurrection of Jesus were given great emphasis. The apostles walked backward, that is, they moved from the last days of Jesus down to his earlier days of work. Obviously, they could not recall everything. On the other hand, not everything they remembered was of equal importance and interest. Thus, they sifted out what to narrate and what was to be given great weight. The interest and the questions of the listeners were determining factors in the choice of what to hand on. Even at this stage, not full-length gospel written. Likely there began the process of putting together in no particular format what belonged together. For example, miracles came to be narrated basically the same form, Matthew chapter 8 and 9. Disputes between Jesus and his opponents were assembled in one block, Mark chapter 2 verse 1 to 3 and chapter 6. Parables were grouped, Mark chapter 4 verse 1 to 34 and Matthew chapter 13 verse 1 to 53. This is what happened during the second stage, oral proclamation, selection, and the grouping. These things happened between 33 AD to 60 AD. End of quote. Tuhitimishe kwa kuangalia hatua ya 3 ambayo inahusu kazi za waandishi. Habari kuhusu Yesu zilihifadhiwa katika kumbukumbu za vichwa vya watu kwa muda wa miaka 30 kabla ya kuandikwa. Hatua hii ya 3 ndipo zilipokuja Injili zilizoandikwa. Mwandishi Christian L. Mhagama anaendelea kueleza, na nukuu, "After a period of oral transmission of the life and the teachings of Jesus, it is desirable to have the story written down. How exactly was this stage reached? This is not easy to say. Were the writers asked to take up the tasks by their communities
or did they embark on their own initiatives? Community needs are mostly likely to have influenced some people to write down the good news about Jesus. Again, in this stage, it was not the question of assembling everything that had been said. Every writer selected what he wanted to write down, then summarized, expanded, and arranged the gospel narratives the way he wanted. The consequence of this whole process is that each of the 4 gospels has its own distinct portrait of Jesus. To put it simple, each gospel has its special emphasis on the character of Jesus and his teaching. Thus, we have 4 gospels about one and the same person, but each gospel is in some aspect different from others. This stage was reached between 60 and 90 AD. End of quote. Mwisho wa sehemu ya 4. Katika sehemu ya 5 tutajifunza kuhusu wamishonari wa kwanza. Tutaangazia kuhusu Kristo ulivyoenea. Asanteni sana na Mungu awabariki.